wa Mungu Nabii Vero kutoka kanisa la Bubujiko la Uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asifiwe sana. Amina. Nimefurahi tena tumekutana kwenye kipindi. Ndio. Nimekuwa na Gaspar siku zote. Leo nimefurahi kuona sura mpya. Nimefurahi pia kukuona, lakini pia tumekutana katika Sunday. Wewe tunakutana katika vipindi vingine vizuri. Tunakutana Jumamosi. Lakini leo Mungu ametupa tena neema, tumekutana siku ya Jumapili. Na mimi nyumbani wako salama. Nyumbani hatujambo. Kabla sijaanza kuhubiri. Ndio. Wachungaji, wa baba wa nyumbani, kila baba leo ajitathmini yeye ni nani, vipi, na nimpongeze na nimuombea aishi miaka mingi na heri duniani. Amen. Amen. Tukiwa na baba mmoja hapa, pia huyu baba tuliye naye hapa studio. Lakini pia nikukumbushe pia msikilizaji, unaweza kupata kipindi hiki mubashara kupitia Bubujiko la Uzima pale YouTube. Unaenda afu una subscribe. Una YouTube moja kwa moja utaandika Bubujiko la Uzima. Kisha utaona tu picha yangu. Pale ingia, utakuwa unafuatilia mahubiri yote live. Yaani kila tunachokifanya, iwe ni ukombozi, iwe ni ibada ya kawaida, mambo yako wazi kabisa. Ukiingia pale, like, subscribe, unapata ibada zetu. Kila tunaporusha ibada unaipata, tunatembea pamoja. Shukrani sana. Nimefurahi sana. Lakini pia natamani, unawezekana sasa hivi kuna mtu anakusikiliza lakini hajui anazungumza na nani. Mimi nasema tu Nabii Vero, lakini natamani ungejitambulisha vizuri. Mimi naitwa Nabii Veronica Molel. Siku zote nasema ni Masai aliyokoka. Aliacha mambo mengi akamfuata Yesu. Amen. Kwa hiyo nipo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na nikasema nisitumike mahali pamoja tu, hata wale ambao wananisikia mbali sasa ulimwenguni. Najua redio yetu Mungu ameibariki kwa mikoa mbali. Kwa hiyo sasa ingia tu YouTube, kama una simu yako janja, ingia YouTube, andika Bubujiko la Uzima. Utaona picha ya mwanamke anaitwa Nabii Vero. Subscribe pale ili unapata matukio yote. Like, kisha bonyeza kile kikengele pale ili kila ibada inayorushwa na wewe uione live, na wewe ufunguliwe. Nimepata shuhuda nyingi, watu wengi wanafunguliwa kupitia YouTube. Wakiona ile mahubiri wanafunguliwa, wengine ambao bado hawajafunguliwa vizuri wananipigia simu, tunawasiliana. Mimi sio mchoyo wa kuhudumia watu. Amen. 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 Mungu ameongea na wewe kuhusu nini? Na pia msikilizaji anatamani kujua kwamba siku ya leo tunafunguka ama tunamtafakari Mungu kwenye jambo gani? Okay, sawa. Basi kabla hatujaanza kipindi chetu kwa dakika chache. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi ambacho tunaenda kuanza. Jehova Ire, Jehova Shama, ninakuita. Damu yako iliyomwagika msalabani na Roho Mtakatifu akaniongoze pamoja na wasikilizaji, pamoja na watu wote walioko hapa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Baba, tunapoanza kipindi hiki tuanze na wewe na tumalize na wewe, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi siku ya leo Mungu amenituma tu ni mhubirie msikilizaji au ni mwambie msikilizaji jambo moja tena. Kichwa changu cha somo kinasema, nini kimekukwamisha inuka tena. Nini kimekukwamisha inuka tena. Kuna watu wengi wamekwama kwenye maisha, watu wengi wamekwama kwenye mambo yao wanayoyaishi. Kuna watu wamekwama kwenye eneo la magonjwa. Mtu amekaa na ugonjwa kwa miaka mingi. Imefika hatua amebadilisha watumishi, amebadilisha madaktari, yani imefika hatua ameenda kwa waganga wa kila namna, lakini suluhisho lake halijapatikana. Ni nini kimesababisha, na ni nini kimesababisha ukakwama hapo? Kuna watu wamekwama kwenye eneo la biashara. Kila kianzisha biashara hii inakufa. Kila kienda kile kinaharibika. Kila kishika hiki hakiendi. Nini kimekuzuia hapo? Nini kimekukwamisha hapo? Kwa miaka mingi husogei, huendi. Yamkini kuna jambo ambalo limekuzuia. Tunatamani kupata suluhisho siku ya leo. Na siku ya leo nataka nikuletee suluhisho katika jina la Yesu. Amen. Wakati mwingine unapokaa kwenye maisha yako, jambo la kwanza uruhusiwi kukata tamaa. Hili ni suluhisho la kwanza. Uruhusiwi kukata tamaa katika maisha yako. Na kwa nini uruhusiwi kukata tamaa katika maisha yako? Yesu mwenyewe hatukukatia tamaa. Ndio. Hakukata tamaa kwenye maisha yetu. Alitukuta tu wa dhambi, alitukuta tu wachafu. Alikuta kuna watu wanaumwa kwa miaka mingi. Kuna yule mwanamke alikuwa anaumwa mpaka na kibiongo mgongoni. Yesu akakutana naye, akamgusa, akapona.
katika mapambano ambayo unafanya, uruhusi kukata tamaa, uruhusi kuvunjika moyo, uruhusi kusema kwamba hapa nimezunguka, nimechoka. Yesu yupo kazini. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu moja tu. Wengi huwa wanapenda kufanyiwa, hawapendi kufanya. Watu wengi wanapenda kufanyiwa. Mtu anaumwa, anajua kabisa kwamba hapa natakiwa niende hospitalini, na ugonjwa huu wakati mwingine sio wa hospitali, unamhitaji Mungu. Unajua kuna ugonjwa ambao automatic unaona huu sio hospitalini. Imagine mtu amekurushia tu mapepo. Pepo hospitali haijawahi kutambua pepo. Ndio. Haijawahi kuona uchawi, haijawahi kuona uganga, haijawahi kuona ushirikina. Lakini wewe unanyanyuka unaenda kwa waganga wa kienyeji kuangalia kwamba ili tatizo nitaponaje. Suluhisho liko kwa Yesu. Yesu ni jawabu mambo yote. Kama Yesu pale msalabani hajatukatia tamaa. Alitukuta tuna dhambi. Alitukuta tunapambana. Lakini naye akaingia kwenye mapambano yetu mpaka akatuvusha. Amen. Ninakumbuka historia moja ambaye Yesu alikatishwa tamaa. Yeye mwenyewe Yesu alikatishwa tamaa, lakini hakukubali kukata tamaa. Mwanadamu, wewe ni nani leo unavunjika moyo? Unasema hii biashara tena siwezi. Nimetembea kwa waganga, hili swala limeshindikana. Kwa nini kwanza unaenda kwa waganga? Kwa nini kwanza unahangaika? Suluhisho liko kwa Yesu. Na sijui nisemeje, yani suluhisho liko kwa Yesu tu kawaida. Ni wewe mwenyewe kuanza kufanya maamuzi magumu. Chukua maamuzi magumu kwamba jambo hili linawezekana. Hiki kitu kinawezekana. Hii changamoto inawezekana. Ili tatizo linawezekana mimi kupona kabisa. Iwe kwa matabibu, iwe kwa Yesu, linawezekana. Ewe mtu amejikatia tamaa tu, anasema nimeambiwa hiki, nimeamua kurudi tu nikae nyumbani. Yesu alipita akawa anahubiri hekaluni. Mama yake akamkuta, akanambia Yesu, akatuma watu, niitieni Yesu. Anakaa anahubiri kule, mimi namhitaji nyumbani. Jibu lake lilikuwa moja tu. Alisema tu kwamba baba yangu na mama yangu ni hawa ninaowatumikia. Kwa hiyo baba yangu ameniita nimtumikie. Amen. Umeelewa? Kwa hiyo watu wengi wanakatishwa tamaa. Mimi wakati nimeanza wokovu, naweza nikasema ushuhuda kwa dakika 2. Nilipoanza wokovu, mimi niliitwa kwenye familia. Nikaambiwa wokovu uliochagua utakuwa baba yako na mama yako. Na vyote ulivyovichuma utatuachia sisi, ukaanze maisha yako ya umaskini. Kwa sababu walokole ni maskini. Lile neno kwa haraka lilitaka kunishtua, nikate tamaa. Nikwame hapo kama somo la leo linavyosema. Nivunjike moyo hapo. Niseme basi kuliko mamangu anikatae, ndugu zangu wanikatae, baba alishatangulia mbele ya haki, ndio alikuwa ananipenda kidogo. Bora niwarudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna msikilizaji ananielewa sasa hivi. Atanyanyuka tena hapo alipo. Niliwaambia sawa, mnahisi mtachukua nini na nini, lakini mniachie Yesu. Waliniambia tunaona uache kila kitu. Nilikuwa nimejenga nyumbani, nilikuwa nina shamba, of course nilikuwa nimeshajiendeleza, niko mbali maana nilikuwa kazini na invest nyumbani, bado sijawa na familia ya kusema sasa nijitegemeze. Lakini ushuhuda huu utakusaidia wewe mtu ambaye umekata tamaa hapo nyumbani kwako. Nilinyanyuka nikaondoka nikiwa peke yangu. Nilichoachiliwa ni mtoto wangu tu mmoja, niliondoka naye. Kwa hiyo nikaja nikaendelea. Nikamwambia Yesu, sasa nimekuja kwenye ufalme wako. Naomba nisipungukiwe na kitu chochote. Nakumbuka neno moja nikaambiwa, na ukifa manispaa ya wilaya ulioko ikuzike. Makaburi ya manispaa ya kuzike. Kwa nini? Kwa sababu tu nakatishwa tamaa nisifikie malengo ya kumuona Yesu. Nakatishwa tamaa nisifikie malengo ya kuponywa na Yesu, na nisikusudie kusudi ambalo Yesu amenikusudia kwenye maisha yangu. Kwa hiyo wale ni wakatisha tamaa kama alivyo mamake Yesu. Kwa hiyo haikunisumbua sana. Nilikuja nikaanza maisha mapya. Nilipiga magoti madhabahu nikamwambia Mungu, haya tunaanza maisha mimi na wewe na mimi mpaka kieleweke. Unajua baada ya miezi 3 nilinunua kiwanja. Kimetoka wapi sijui. Nilinunua mpaka leo kiniambia ile calculation ilitokeaje mpaka nikawa na kiwanja sijui. Na baada ya muda nilianza kujenga. Ukiniambia ilikuwaje sijui. Na baada ya muda nikanunua gari. Unajua siku nimenunua gari nikasikia kierere niende nyumbani. Nikawaonyesha kwamba yule Yesu, yule baba, yule ambaye nilisukumiwa kwake ni master.
na vile vya kwangu walivyovichukua vimewafikisha wapi. Yani kawa na ile hamu ndani yangu ya kuonyesha. Yesu alikutana na mtu mmoja kichaa ufukweni, akamwombea. Yesu akamwambia naomba nikufuate tukatumika. Akamwambia nenda kapeleke ushuhuda kwenu kwamba umepona. Kwa na mimi nilivyoona vile ndani ya miezi 6 nimepata kiwanja, nimepata gari. Yani sijui ilitokeaje. Yani kwa mara ya kwanza ilitokea Mungu amenituma kwenda kuhubiri mkoa fulani. Nilipofika ule mkoa nilikuwa na hasira sana ndani yangu, yani kwamba huyu Mungu ambaye nimesukumiwa kwake nataka nione akifanya miujiza. Kwa hiyo nilipofika pale kwenye ule mkoa nikasema kesho nileteeni viwete kila kitu nileteeni hapa. Nataka tupimane na huyu master aliyeniita. Kwa hiyo kweli wakaleta. Kaka mmoja akaja kwenye wheelchair, ni mara yake toka amezaliwa hajawahi kutembea. Lakini wakasukuma wheelchair. Alafu tena hajaokoka kabisa, ni Muislamu. Lakini wakasukuma kwenye wheelchair, nikaona pale amekaa mbele, nikaa nawaza. Akili yangu inaniambia moja, wewe jana ulisema waletwe. Sasa wasipoinuka leo itakula kwako. Umekuwa kama Gideon. Yani kama vile Gideon unamjaribu Mungu, afu ngambia Mungu hii yako mimi inihusu, mimi nishasema. Kwa sasa wakati vile nimesema vile, nikasema sasa naamuru kila mgonjwa humu ndani. Yani ile mandate iko ndani yangu kwa sababu najua sasa sina baba, sina mama, sina ndugu, sina chochote. Yani tumebaki wawili, mimi na master peke yake, Mungu mwenyewe yani. Kwa hiyo nikasema kila aliyoko hapa awe kiwete, alafu naangalia huyo kiwete atainuka inuki. Awe kiwete, awe sijui nani, kwa jina la Yesu naamuru pepo waondoke, viwete wasimame. Unajua sijaweka mkono wangu. Yule kaka kanyanyuka, kashika wheelchair, kasimama wima, akatoa hatua 2 3 huyo mbele. Kanisa linashangilia, mimi nimekunja mikono yangu nashangaa hivi. Unamshangaa Mungu. Sasa ukiniambia namshangaa Mungu sijui, ukiniambia namshangaa kiwete sijui, lakini baadaye akili narudi, wewe umebaki na mimi tu, unasikia sauti. Kwa lazima tufanye kazi maana umebaki na mimi tu. Sasa kwa kweli kutokea pale yule kaka alivyosimama, pengine Mungu akikuita usisikilize upande wa pili unasemaje. Babako na mamako atakuelewa tu mbele kwa mbele. Pamoja na mimi yote, mimi nilikuwa kila mwisho wa mwezi nafungasha. Kwa maana ile nafasi yangu ya baraka za mamangu sitaki kuzikosa. Yani si nimeambiwa nimefukuzwa, nimekataliwa naenda kwa huyo Yesu. Lakini nilikuwa nafungasha na hakikisha nimebeba chakula sio cha chini ya 1,500 naenda nyumbani. Nikifika pale hata kama wasiponipokea naweka hapo naondoka. Kwa hiyo nahakikisha mamangu yuko salama pamoja na kwamba amenitenga, lakini ndugu mimi wanisumbui maana Biblia imesema watakufuata, utawarudia, watakurudia wewe. Lakini kwa nahakikisha usalama wa mamangu. Kwa nampenda lakini Yesu sitaki kumwacha. Ndio. Kwa hiyo kuna mtu leo anapitia changamoto, anaambiwa na wazazi wake au na ndugu zake au na jamii inayemzunguka, twende kwa waganga. Jibu ni Yesu. Yesu ni master wa kila kitu. Umekwama wapi? Kina nani wanakukwamisha? Leo nimekuja vibaya kidogo sijui.